Mambo ya Nithi Bridge, it is true. Tuliahidi. I have called the PS, ile mumeona nimetoka nje, Engineer Mbogwa kutaka kujua hiyo ahadi rais wetu alipeana. Nimemwambia kumekuwa na ajali last night. 12 people are dead, others are injured. I'm here in Meru. Emotions are very high. People are asking, they want an answer. He has told me that the designs are almost complete. Nimemwambia siharakishwe haraka, so that we come and honor that promise to the people of Meru and save lives. Na hiyo bridge inasaidia watu ya Tharaka Nithi, watu ya Meru, watu ya Embu, and all of us. Now we have lost very many lives kwa hiyo area. So that is something ambaye mimi mwenyewe nitafuatilia. We worked very well with the CS Linturi. And I want to say, Linturi is our great son. And I want to say, as Deputy President, Linturi performed beyond expectation. He just got caught up in this reorganization because of the political dynamics of the country. But it is not because Linturi failed to perform. Mimi nilifanya kazi na yeye na rais, na Linturi mtoto wetu alifanya kazi vile inatakikana. But CS, I want to encourage you. There is always the God of a second chance. Yeah? Na hakuna mlango Mungu anafunga bila kufungua ingine. We are praying for you. We wish you well. But I want, as you walk around in Meru, walk with your head tall. Don't feel like you did anything wrong. It's only that the dynamics went beyond our control, despite your very, very excellent performance in the cabinet. Lakini wewe tulia, iko Mungu mbinguni. Waida nyumba kubwa. You know, it's not easy to access State House these days. Lakini vigadi yako uko kila siku. So please go and tell the boss that we love him very much. We are friends. He is my friend, he is your friend. Sidio? Mwambie tumefurahi sana na yeye. We love him. And mwambie nimesema asante kwa sababu tulipoenda Chuka na wewe ulisema utalipa ndeni yangu na ulilipa. Kwa hiyo mwambie nimefurahi sana ulilipa ile ndeni ulisema utalipa. Na mtu wetu turingireni gashangu ya Rweno tunali ile rando yako. Sasa mimi ndio mkubwa wa mafuta Kenya yote kwa sababu ya Rigiji. Lakini mwambie, although we are friends, hata mtu akiwa na bibi, they know that they are happy every day. Kuna siku wataongana kidogo. Kuna kitabu tulikuwa tukisoma tukiwa primary school. Ndiko na mtu anaitwa Kuria. Nasema nakupenda lakini. Ati nakupenda lakini. So mwambie boss, tunampenda lakini. Tunampenda lakini. Tunampenda lakini Meru iko na shinda. Bwana asifiwe. Tunampenda lakini tunaona Meru inapotea kwa mapu ya Kenya. Tunampenda lakini. Tunampenda lakini. Tunampenda, unaona tumekuwa na viongozi wengi kwa serikali. Mheshimiwa Linturi, si ndio? Wengine tunaona wamerudishwa tena. Akina Kuria, si mlifukuzwa kwa serikali na Kuria? Na wengine tunaona wameingia kwa mlango wa nyuma, sasa wao ni advisor kwa president. Si hata Linturi anaweza kuwa advisor? Sidio? Na kuna wengine ambao wanaenda nyumbani. We have very many CEOs ambao wanaenda nyumbani wakati huu. I think I know about 8 of them. You know, viongozi wa mashirika ya serikali.
hata wao au wakienda nyumbani na tushirikishwe wengine, hii Meru itapotea. Tutakuwa mnasoma Kenya kwa gazeti. Kuna wakati tulikuwa tunaenda upande wa Marsabit, nikiwa waziri, watu wananiuliza habari ya Kenya tukiwa Marsabit. So as Meru, hata kukifika pahali, hata sisi tutakuwa tunamuuliza wana villager, tunamuuliza habari ya Kenya, na sisi tunatoka hapa Meru. We want to be part and parcel of this country. Jasho yetu iko katika nchi hii ya kujenga nchi hii. We also want to play football of Kenya from the center. Bwana asifiwe. So nafikiri sitaki kwenda zaidi hapo. Tembea kwa village. Unasema unasikiliza ground. Hilo mambo nakwambia ni ile mimi nasikia kwa ground, kwa sababu siku hizi niko kwa village. Karibu Meru, na sisi watu wa Meru, nirundie na niongezee vile Kiraito anasema. Sisi tunampenda rais, tunapenda na hii serikali ni sisi tulitafuta. Kwa hivyo sisi si wanjinga kuanza kuongea ama kuanza kutoka ama kusema nini. We fought for this government. So we are there. So hata bibi mwingine akikuchwa, kile tu taomba ni hiyo heshima tu ile Kiraito amesemea, bibi ya mtoto, mama ya mtoto wa yule bibi wa kwanza afanye nini? Aheshimiwe. Kwani kuna makosa kusema hivyo? Hapana. So that is what we are asking for. Nobody has any problem. But I want to remind you, the people of Meru, when the DP is here. Mheshimiwa Naibu Rais ametusaidia sana. Mimi wakati tulikuwa naye kuna siku alinipa pressure sana. Sababu ile mambo ya waiver, ya coffin debt, ile memorandum cabinet ya kupeleka usema tuondoe mandeni ya watu wetu wa kahawa, ilikuwa inafanywa na ministry yangu na ministry ya kina Kiburi. Akaniambia, akanipa ultimatum, akaniambia cabinet ya kesho kama hiyo iko hapa tukubaliane, wewe usifike kasini, because watu wetu lazima wasaidike. I want to affirm and confirm to you that it means well for our people. It's a symbol of the unity of this region. Na niwaambie hakuna maana ya kuogopa kusema ukweli. Naibu Rais, nikukumbushe yule yako hapa, uende usome katiba ya Kenya. Kifungu ya 5 kinaongea about the territory of Kenya. Article 6 inasema the territory of Kenya defines, Article 6 talks about the different governments within the greater society of Kenya. Na ikasema Kenya ni territory ambayo iko divided na first schedule ya katiba. Ukienda first schedule ya katiba utakuta ndio list ya counties zile zote siko Kenya, na Meru is county number 12 na zile zingine. So wakati tunasema na katiba imesema all governments are distinct but must work must work closely and in cooperation. It is to affirm that tukiwa hapa, serikali yetu ya Kenya ni yetu sisi sote, tuko hapo na rais anaendelea kutufanyia mambo mazuri. Kwa hivyo tutaunga serikali mkono, tutaendelea namna hiyo. Na vile Kiraito Mheshimiwa Gachagua amekuambia, wacha mimi pia nikuongezee kingine kile utakumbusha rais. Hiyo wakati nilikuwa huko area, kuna wengine nilikuwa nampa stress kumkumbusha yale mambo tulisema wakati tulitembea kwa kuomba kura. Number 1 ni confirm vile Mwindu na wengine, sababu less than a month before the election alisimama mwenyewe akasema 6 months before tukiingia kwa serikali, hiyo design ya mambo ya Tharaka Nithi itaweza kutengenezwa, na kwa hivyo tunataka umkumbuke hiyo design, hiyo Tharaka Nithi inaendelea kuwa watu wetu, and it's really unfortunate we lost 12 lives yesterday, people from Meru.
So ikumbuke, najua zile shida zimekuwa, Tharaka Nithi tufanyie nini? Tutengenezewe. Ama namna gani? Ya mwisho, I want to appreciate our viongozi wa security wako hapa, sababu ya kupigana na mambo ya insecurity. But also remind him, as we continue fighting banditry, Igembe North continues to be an ATM ya bandits kuya kuchukua ng'ombe na kwenda. Last evening jana, ng'ombe zilichukuliwa 170, lakini nimeongea wanaume anafanya kazi mzuri sana, zingine zimekuwa recovered na kuna watu 5 walipigwa risasi, 3 wako Maua Hospital na mmoja hako Ngandian Hospital na mwingine alikufa. So umeendelea na kazi mzuri, sababu I know I've been talking to you na mnaendelea. Kwa hivyo naibu wa rais, tukiweza kuongezewa usalama na zile NPA